Bwana asifiwe. Haleluya. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Amekuwa mlinzi na zaidi rafiki wa karibu. Amenilinda mimi pamoja na nyumba yangu. Amenilinda katika wokovu wangu. Amenihifadhi. Na katika kila jambo ninamshukuru Bwana. Tutaenda moja kwa moja katika masomo yetu ya asubuhi ambayo ni ya Bible study. Kwa majina naitwa Evangelist Julia Murodhi, na mtabarikiwa tunapoendelea kusoma neno la Bwana. Nataka kufunza ujumbe kuhusu how to become a strong Christian. Bwana asifiwe. How to become a strong Christian. Yes, we are Christian, na watu wengi tumekuwa Wakristo, lakini wengi tumekuwa Wakristo kwa jina. Nataka kufunza kuhusu jinsi ya kuwa Mkristo dhabiti ama Mkristo ambaye ako na nguvu. Bwana asifiwe. Tuingie katika kitabu cha 2 Timothy chapter 3 16 to 7. Second Timothy chapter 3 2 Timothy chapter 3 hapo 16 and 17. Alafu tutatoka hapo tuende Psalms 119. Aya, wacha nisome. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, through finished unto all good works. Wacha tusome kwa Kiswahili. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Bwana asifiwe. Kila tendo lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Bwana asifiwe. Biblia ndiyo pumzi yetu sisi wa Kristo, si ndio? Kwa hivyo neno linasema ya kwamba tunafaa kutenda kulingana na hili neno. Ili uwe Mkristo dhabiti ama Mkristo kamili, ni lazima ukubali kutenda kulingana na neno ambalo limeandikwa katika haya maandiko. Bwana asifiwe. Although sio yote, lakini kuna yale unafaa kufanya. Bwana asifiwe. Wakati mmoja tulikuwa tunafunzwa ya kwamba sio lazima ufanye kila kitu kwa hii Biblia, lakini kuna yale mambo unastahili ufanye. Sio kila mstari ni wako. Bwana asifiwe. Like kuna huu mstari unasema kwa Biblia, and Judas committed suicide. So unaona hiyo sio yako. So kuna yale mambo unafaa kufanya ambayo yameelekezwa katika hiki kitabu. Neno linasema ili kuwa Mkristo kamili lazima uwe tayari kuonywa makosa yako. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unaenda katika njia mbaya, ukijipata wewe ni ule mtu wa kukorektiwa na unakasirika, ujue ya kwamba hata ufanye nini hauwezi ukakamilika kuwa Mkristo ambaye ana nguvu. Mkristo ambaye amekata kauli kutembea na Yesu ama kutembea na uhaki na utakatifu, ni lazima uwe mtu wa kukubali kurekebishwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu usipokubali kurekebishwa, utakuwa aje kamili katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ili wewe ukamilike ama ili wewe upate nguvu kama Mkristo, ni lazima ukubali kurekebishwa. Ni lazima ukubali kuonywa. Ukiambiwa hapa ufai kuenda hivi, rekebika na uende na njia inayostahili. Bwana asifiwe. Linaendelea kusema hivi, lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza na kuwadibisha katika haki. Bwana asifiwe. Wakati wowote umetembea na njia mbovu kisha ukarekebishwa na ukakataa, hautakuwa Mkristo kamili.
Kuna watu ambao wamekuwa wakiambiwa usifanye hivi na unafanya hivi. Hakuna siku hata moja utakamilika. Bwana asifiwe. Na 17 inasema kama Mkristo uwe mtu wa kutenda matendo mema kila wakati. Haleluya. Last Sunday tulijifunza tukaona Mkristo kamili, ili uwe na nguvu kama Mkristo ni lazima ukubali kuwa chumvi yenye ladha, na ni lazima ukubali kuwa taa ama kuwa mwanga. Bwana asifiwe. Hili neno pia la leo linaendelea tu. Tunaambiwa ya kwamba ni lazima ukubali kuwa mtu wa kutenda tendo njema. Wakati mahali popote umeenda ukapata giza, jaribu kuweka mwangaza. Ukipata mahali hakuna amani, hubiri amani mahali pale. Bwana asifiwe. Twende Psalms 119. Psalms 119:11. Psalms 119 verse 11. Neno linasema